maana ya mwekezaji kuwepo, kwanza tunachokitegemea ni wazawa kujifunza lile zao ambalo linaongoza ama ni kipaumbele katika nchi. Manake ilikuwa ni chanzo cha sisi wakulima wengine kupata mapato pamoja na ajira, kwa sababu tuna uhakika wa shamba hili kubwa la mwekezaji lilipowekezwa, na sisi wakulima wadogo wadogo tutaungana kwenye shamba la mwekezaji na kuwa na soko la uhakika. Hoja yetu sio kwamba hatumhitaji mwekezaji. Tunamhitaji Ngano Limited katika eneo letu, lakini tunamhitaji afate ile azma ya serikali ambayo ilimpatia shamba ili kuweka tija katika nchi yetu, mkoa pamoja na wilaya hii. Tunadhani serikali waone kwamba kuna changamoto na kuna haja ya kulishughulikia. Na kwa kuwa leo mheshimiwa mbunge upo na tumekusikia ukilisemea jambo hili bungeni, kwa hilo tunakupongeza sana. Mimi nadhani sasa imefika wakati mwafaka wa mashamba haya serikali ione namna bora ya kuliwekeza upya ili uweze kuwa na uzalishaji wenye tija kwa nchi, lakini hata kwa sisi tunaoishi na mashamba haya. Kwa hiyo ombi letu kwa serikali ni kuona wapeleke macho pale, waangalie kwa mapana yake. Leo tumeingia kwenye mgogoro mwingine na mwekezaji, wananchi na nini. Wakati mwingine serikali inapoteza muda kwenda kushughulikia mgogoro ambao sio wa lazima, kwa sababu tunao wawekezaji mfano ambao wako serious na wanayasimamia mashamba yao na wanayazalisha kwa tija. Mfano Mulbada, shamba la Mulbada linalomilikiwa na HLH kwa maana ya Haydom Lutheran Hospital halina mgogoro na mwananchi yeyote, wanazalisha to the fullest. Lakini tunalo shamba ambalo limekabidhiwa halmashauri, shamba la Basutu Plantation. Toka halmashauri imekabidhiwa hakuna mgogoro baina ya shamba kwa maana ya halmashauri na wananchi wanaolizunguka shamba hili. Lakini pia imekuwa ni chanzo kikubwa sana cha mapato. Mpaka sasa tumekusanya bilioni 1.3 kutoka shamba la Basutu Plantation. Mkurugenzi, kwa hili tunakupongeza sana. Yaani hayo ndio madini ya Hanang'. Hatutaki kusema sana, lakini nadhani halmashauri ina uwezo wa kuwekeza kuliko hao wawekezaji wa nje. Yaani sisi tumewazidi ujuzi. Hili la mwekezaji mheshimiwa, mimi naungana naye kwa 100%. Na tulitembea, mimi mwenyewe nilitembea na watu wa TC. Tukazunguka mashamba yote na wakatoa maagizo mwaka jana kwamba kwa kuwa wananchi walikuwa wamevamia mwaka jana, wakaambiwa kwamba vuneni lakini mwakani msiingie. Mwekezaji amesema atalima, lakini hakulima mpaka sasa hivi. Kwa hiyo haya tunayaunga mkono kwa sababu hata yeye anakodisha. Tumekodishiwa, hata sisi viongozi tumekodishiwa. Tuko viongozi tuliokodishiwa mle. Nikiwepo mimi na wengine, lakini wanakodisha, hawalimi wao. Kwa hiyo ninastahili kuelekeza kabisa kwamba kwa kuwa wanakodisha haya mashamba na wanafahamika, basi huyu hastahili kuwa mwekezaji kwa sababu hazalishi kila ambacho inaitwa Ngano Limited. Lakini ni kwamba hawalimi. Hata sasa hivi hata vifaa vyao vya kilimo havipo, vyote vimeshahamishwa. Kwa hiyo ni wazi kabisa kwamba huyu mwekezaji hawezi kulima kwa sababu amekodisha. Mapato ingepata ushuru mkubwa, angesalisha kwa kiwango cha juu. Sasa yani hapa ushunani ulimaji wa anakodesha badala ya alime na mapato yapatikane kwa vile mtujumu. Naomba mbunge wetu ili alione na alifikishe sana, kwa sababu ngano na wanunuzi ambayo ni kama wale wanunuzi wakubwa sasa hivi wanachukua ngano nje za nje, tena za nje za nje na protini ya chini. Ya kwetu na protini. Kwa kweli hii ni fedha. Naomba tusaidie.